lazima wangefika kwenye hali kama hii, kwa sababu tayari ni kama mafahari wawili waliokuwa wanaishi kwenye zizi moja ya kupigana, kuambiana maneno makali ilikuwa ni kawaida kwenye ndoa yao. Na ukitaka kuamini, angalia kilichotokea jana usiku. Kuna story moja niliambiwa, mrembo wetu Zailisa, kuna siku hapa juzi tu niliambiwa, kuna siku alikuwa anapigana na mfanyakazi wao wa kazi wa ndani. Ni kaka Haji, yeye ndo akaja kama mwamuzi. Na kaka Haji alivyokuja akaamua akiwa upande wa dada wa kazi. Kwa hiyo ugomvi ukazidi kufuka moshi. Na ikasemekana ndani ya nyumba kulikuwa kuna pande mbili. Pande za watoto wa Manara na mfanyakazi na baba yao na yeye Zailisa. Kwa hiyo ukiangalia aina ya ndoa kama hiyo, kiukweli ni huzuni. Kwetu sisi hakuna furaha kabisa wawili wanapotengana. Hakuna furaha kabisa ndoa inapovunjika. Lakini je, tunajifunza nini? Tunajifunza kuwa wake wa aina gani? Nyie vijana kaka zetu mnajifunza kuwa waume wa aina gani? Nadhani tubakie hapo. Tupate somo, yale mabaya tuache, mazuri yao tuyachukue. Lakini walitakaga bilioni 1 wale kwa kusema ni uongo, Zailisa hakutoka nje ya ndoa yake kwa takriban wiki nzima. Na jana Zailisa mwenyewe amekiri kwamba alitoka kwa wiki nzima. Hii inaonyesha wazi kwamba aina kazi yetu pia ina ugumu wake. Ina ugumu wake. Wanahabari tubaki kwenye mstari ulionyooka. Hii kazi bwana ni kama mtego. Sasa yale matusi, matusi yale. Ndio namalizia kusema, jumlisha yale matusi, jumlisha bwana sheria kuojiwa, barua kubwa ambayo haijanifikia. Jamani, hii kazi ni mtego. Hii kazi, wanahabari wenzangu, niwaambie tu, ukitaka kuwa salama, zungumza au andika vitu vya ukweli. Usimsingizie mtu. Wajua wakati binadamu wanakutupia mawe, Mungu naye yupo anatazama nini kinaendelea. Kwa hiyo mimi moyo wangu thabiti sana. Mimi hapa niseme niwasamee na nishawasamee, lakini wabadilike, maisha yapo. Sasa Maimartha, kwa mujibu wa zile chats zile picha zao zile Instagram, kwa sababu walivyokuwa wakijibishana, maana walikuwa tupiana maneno Instagram wanandoa hawa, lakini maneno Instagram, WhatsApp. Huyu anamwambia mwenzake, nilikupata kipindi unavaa vipedo wewe, una nida. Hakuishia hapo, yani passport plus na mavazi. Zailisa akasema alikuwa havalishwi na mumewe, ni makampuni yalikuwa yakimvalisha. Mambo hadharani. Wanandoa hawa, wasanii hawa. Tuambie neno hapa Maimartha. Hapa ni hatari sana kwa mtu kama kaka yangu Haji Manara kuishi na mwanamke ambaye humnunulia hata doti ya kitenge. Ni mtihani mkubwa sana. Aibu kubwa sana. Mtihani naweza kusema kwa ustaarabu, mtihani mkubwa sana. Na hii inapelekea mwanamke kuwa na tabia za ovyo ovyo. Tabia za ovyo ovyo. Na pia star kama Zailisa kujinadi mtandaoni eti kwamba yeye anavaa nguo za bure. Pia ni aibu. Zailisa kukutana kwake na Haji Manara. Tayari Haji Manara ni kama mgodi. Kwa hiyo angetakiwa kutumia akili ya pili. Bado unaendelea kuvaa nguo za bure. Yaani unazungumzia bure. Vipi kuhusiana na yale madini mlikuwa mnasaini mikataba? Ina maana yale alikuwa hapati hela. Mara kadhaa wanahabari mmeitwa, mmewekwa mezani. Kaka yangu akijitapa kwamba yeye ni balozi wa makampuni makubwa. Kwa hiyo halipwi hela. Basi hata kama analipwa, anaondoka nazo. Basi hata kama alikuwa anaondoka nazo, sio alikuwa anaenda na Zailisa. Kwa hiyo Zailisa pale alikuwa anaenda kutembea tu. Hapati kitu. Lipo la kujifunza hapa, lipo la kujifunza. Zailisa ni mfano wa mabinti wengi. Watu weza kuwa wadogo zetu, ambao wanamtazama. Yale anayokosea Zailisa, wasiyafate. Wayafate ambayo Zailisa amepatia. Na nimesikiliza leo mama wa Zailisa anasema Zailisa anakaa Sinza. Hapana, si kweli.
Zailisa akai Sinza. Wazungumze ukweli, wazungumze ukweli. Wazungumze ukweli. Nitasema lakini wazungumze ukweli. Zailisa akai Sinza.